Haleluya. Leo tuangalie sehemu ya 5 ya ulimi, sehemu ya 5 ya matumizi ya ulimi, sehemu ya 5 ya matumizi ya ulimi. Wewe unayenifuatilia kila siku pale popote pale ulipo, tumekuwa tukijifunza matumizi ya ulimi, tumekuwa tukiangalia matumizi ya ulimi. Leo tuangalie matumizi ya ulimi sehemu ya 5. Matumizi ya ulimi sehemu ya 5. Matumizi ya ulimi sehemu ya 5 ni ulimi huonyesha kiwango cha tabia. Ulimi huonyesha kiwango cha tabia. Yaani unapomsikiliza mtu anaongea, unapata maana ya tabia yake. Tu akiwa anaongea unaweza ikakusaidia sana kujua huyu mtu ana tabia namna gani. Maneno yake yanayomtoka yanaweza yakadhibitisha tabia yake. Kitabu cha Mithali sura ya 15 mstari wa 1, wa 3 na wa 4 anasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizaro huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya mpumbavu humwaga upumbavu. Mstari wa 4, ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Ulimi safi ni mti wa uzima. Kumbuka tumejifunza huko nyuma, tukawa tunajifunza kwamba ulimi unaweza ukaleta mabaya. Ulimi unaweza ukazalisha kifo. Namba 4 tulisema ulimi kubeba kifo na uzima. Yaani hapa anasema ulimi safi ni mti wa uzima. Ulimi unaweza ukakupa kibali, ulimi unaweza ukakunyima kibali, ulimi unaweza ukakufanya ufanikiwe, ulimi unaweza ukakufanya usifanikiwe, ulimi unaweza ukakufanya uinuke, ulimi unaweza ukakufanya usiinuliwe. Kwa jamna unavyotumia ulimi unaweza ukaonyesha moral qualities yako, tabia yako, viwango vya tabia yako. Namna gani unavyoongea, namna gani unavyotoa maneno, yale maneno yanayokutoka yanafanya watu wakuelewe tabia yako ni nzuri au ni mbaya. Unaweza ukawa ni kiongozi mzuri sana, lakini namna unavyotoa maneno yako yakafanya ule uongozi wako mzuri uwe mbaya kwa watu. Unaweza ukawa ni mke mzuri sana, lakini namna ambavyo unavyotamka maneno yako, unavyojibu majibu yale yakakufanya uonekane wa hovyo na mbaya. Kwa hiyo lazima ujue tabia yako itasomeka kutoka katika ulimi wako. Jinsi unavyotoa maneno, jinsi unavyozungumza, yale maneno yanaweza yakaonyesha level ya moral qualities yako, level ya viwango vyako vya tabia, level ya heshima ulionayo, level ya imani ulionayo, level ya namna ambavyo unapokea mambo na jinsi namna unavyoyatoa yanaweza yakakufanya watu wakuamini au watu wasikuamini, watu wakakuelewa au watu wasikuelewe. Sikiliza nikwambie, ukiwa ni kiongozi